Nitoa kisa kimoja cha mtu mmoja ambaye mtu huyo alikuwa anatafuta mjakazi, yani kijakazi wa ndani. Akaenda sehemu fulani katika nyumba ya mzee, akamwambia mzee, mimi namtaka huyu mtoto wako wa kike awe kijakazi wangu nyumbani. Mzee akasema, hapana, siwezi nikaruhusu mwanangu awe kuwa kijakazi wako, kwa sababu mwanangu huyu ni mfitinishaji. Sikukatalii kwa sababu labda roho yangu mbaya, hapana. Mwanangu ni mfitinishaji, ni fitna mwanangu. Hata kufitinisha kufitinisha wengi katika mji huu. Mzee akawa anakataa. Yule jamaa ambaye aliyekuwa anataka kijakazi akawa analazimisha, anataka lazima na kuomba kila maneno, akatumia maneno ya busara kumuomba mzee. Mzee akamwambia, huyu muwezi? Akasema, namweza. Mzee akasema, hutaka ubisha? Akasema, sawa, nakupa ujione mwenyewe fitna yake. Akatulia mzee, akamwambia, mchukue. Yule binti kweli alikuwa mfitinishaji, akampeleka nyumbani kwake. Yule binti akawa siku ya kwanza anaangalia tu mazingira, bado hajaanza fitna yake. Siku ya kwanza anaangalia mazingira, yule bwana anapata hoja, anasema, shiki sasa, mbona kumfitinisha mtu hata mmoja? Siku ya kwanza hiyo. Siku ya pili anaangalia tu mazingira. Siku ya tatu, siku ya nne alipofika yule binti akasema, sasa hivi nimeshakuwa mzoefu, nianze kazi yangu naijua mwenyewe. Akatoka akaenda kwa mke wake, yaani mke wa bosi wake, akampata, mama, mume wako anataka aongeze mke wa pili. Angalia fitna. Yaani fitna huwa haianzaji sijui eti kujikuki ukubwa bana. Fitna inaanza ndogo ndogo hivi. Unawakusanya watu unaambia, fanyeni, unajua kuna mtu fulani kafanya kadha 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 kadha, anakufanya hivi kadha kadha kadha. Yaani kuwakusanya watu, anamkusanya hata mtu mmoja kumwambia neno ambalo litasababisha mtafaraka katika mji ama katika baadhi fulani. Hiyo ni fitna. Angalia fitna inapoanza mdogo mdogo, alafu baadaye utaona ukubwa wa fitna. Mume wako anataka kuongeza mke wa pili. Mama akastuka, nataka kuongeza mke wa pili. Mama akachanganyikiwa, hasira zikambana, haiwezekani. Yule binti akaongezea fitna tena. Huyo mke mwenyewe anataka weke muli ndani kwa nyumba yako. Mama akastuka bwana. Mama ataka mfate binti, akasema, hapana, tulia. Cha kufanya hapa, lete, tafuta ndevu za mume wako. Lete ndevu za mume wako. Ukishaleta ndevu za mume wako, mimi nitapeleka kwa mganga na nimroge huyu ili asioe mke wa pili. Yule mama akasema, umesema jambo poa kweli kweli, jambo zuri. Kwa hiyo siku kachukue kisu, yaani sharti la kumchukua ndevu zake ni uchukue kisu na ukate. Akasema, sawa, hamna shida, hilo hakuna jepesi sana. Binti akatoka akaenda kwa baba yake, kwa bosi wake. Sasa, bosi, mke wako anataka kukuua. Usiku leo atakuja na kisu, utaona atakuua. Mzee akasema, umesema jambo kweli, yaani wewe ndio unafaa, unaninusuru mimi katika majanga kama haya. Sawa. Mke akawa yeye anaenda kuchukua nini? Ndevu kupitia kisu. Achukua kisu, anaenda kwa mume wake kuchukua ndevu. Mzee anajua mke wake atafanyaje? Aniue. Aliambiwa na yule binti alale macho hivi, anakodoa macho huko amelala. Yaani jicho moja kafumba, lingine anatazama. Sasa mzee yake kashajiandaa amelala hivi. Mke anakuja, sema, huyu hapa sasa. Mke akapeleka shingoni, lengo lake nini? Yule mzee anajua anafanyaje? Kile kisu kikao kinaelekea shingoni. Yule mzee akasema, huyu ataniua kweli.
akakigeuza kisu kile akamuua yule mwanamke. Mjapaneni kifanya mchezo kaniua huyu. Kile kisu kilivyokuwa kinakuja akakigeuza akamuua yule mwanamke akafariki. Kisha yule binti akatoka pale akaenda kwa familia yule mwanamke. Jamani, sikilizeni, yule mume wa mtoto wenu amemuua mtoto wenu. Mkitaka kupata ushahidi nifuateni mpaka nyumbani kwake, mtamuona. Ikamfuata mpaka nyumbani, akakamata yule mzee, akachunguza mpaka akapatikana yule mwanamke. Huyu hapa kauawa. Wale watu wa ile familia ikamuua yule mwanaume, na familia yule mwanaume ilipopata habari, basi nawe ikamchukua mmoja kati ya ile familia yule mwanamke ikaua. Na wale wakaua sasa, wanashambuliana, familia hii inamuua huyu, huyu inamuua huyu. Angalia, fitna imeanza kidogo tu, yaani hivi tu, alafu baadaye inaanza kuwa kubwa mdogo. Ndugu zangu katika imani, hii ndiyo fitna. Sasa wewe, kitendo cha kutufitinisha sisi na waumini na Waislamu ni fitna. Wacha fitna, Allah subhanahu wa ta'ala atakushughulikia shekhi.